Habari Tanzania, Afrika kiujumla. Naitwa Diba Dibanji ama Madiba atuchambe kwenye kojoa. Leo nataka nije kuachana, nataka niwafungukie. Watafiti wanadai kwamba Afrika kiujumla wanaume ni wachache, wanawake ni wengi sana. Mimi nataka leo tuzungumzie kimfano. Tupo duniani binadamu 1000. Kwenye binadamu hao 1000 wanawake wako 800. Huo ni mfano. Wanaume wamebaki 200. Na wanaume hao asilimia 200 ambao wamebaki, kumbuka katika hao wanaume kuna wanaume asilimia 100 wame left group. Yaani hawapo kwenye wanaume, wametoka wamekuwa wanaume wa mama. Ina maana wanaume marijali sasa hivi wamebaki asilimia 100. Hebu tafakari wewe ambao umeleft. Una left kwa sababu ya kupambania umpate mwanaume ambaye amebaki asilimia 100. Na huyo asilimia 100 anapambana katika wanawake asilimia 800. Na wanaume asilimia 100 ambao nao wameleft wanatupambania sisi asilimia 100 ambao tumebaki kuwa wanaume marijali. Huo mnatuacha katika njia gani sisi? Tupambane na nyinyi wanaume ambao mmeleft au tuendelee kugawana wanawake hata wanne ili wote waolewe? Mtafakari, alafu mchukue hatua nyinyi. Maisha yanatakiwa kutumia akili sana. Uking'ang'ania kupata urahisi wa upataji wa pesa, basi mtatumika kwenye maisha yenu yote na bila faida yoyote. Mtatumika kweli, I swear tu. Mtatumika. Hata nyinyi mnao left, mnaona simple, mnapata maisha rahisi, mnaishi vizuri, mnafanya hivyo, lakini ulishawahi kutafakari wewe leo left? Ukija kupata mtoto wako na yeye akaleft, vitendo unavyovifanya wewe na yeye akifanya, utaviafiki? Utapendezewa navyo? Uone kama unaharibu kizazi chako? Uone kama unawaleftisha hadi watoto wako? Maana watoto wakizaliwa wakiona katika kuleft ndio sahihi na ndio maisha mazuri, basi watoto na wenyewe wataendelea kuleft kama mama yao au kama baba yao. Maana wewe ni baba afu na mama. Unaona dili unavyotamba, mnatamba mitandaoni. Imefika hatua sasa hivi mnatunzana, mnafundana. Yaani mwanaume anafundwa na kutunzwa ili akaitumikie ndoa yake Uarabuni au akaitumikie ndoa yake India kwa mwanaume mwenzie. Ulishaye kutafakari mwanao ndo anakuja kuishuhudia ndoa yako, wewe dume zima na midevu yako, unaolewa, afu mtoto wako yuko mbele anaangalia baba yake anaolewa. Unafikiri mtoto wako wa kiume naye atafanyaje? Naye atatafuta bwana aolewe ili akaishi maisha mazuri Uarabuni au India. Tafakari wewe. Nakumbuka Mungu alisema kwa sasa hawezi kutudondoshea gharika wala kutuchoma moto. Tutakufa kwa magonjwa na maradhi. Na ndio maana sasa hivi unaona maradhi ni mengi, magonjwa ni mengi. Chukua hatua, piga goti, sali sana. Mungu wetu ni mnyenyekevu sana. Unapomrejea naye anakukumbatia, anakushika mkono. Chukua hatua. Nyinyi wadada ambao mnafurahia na wasupport na waunga mkono, hebu tafakari uzao wako. Je, ukimpata mtoto wa namna hiyo, ukimpata mtoto ambaye naye ameleft, chukua akili, tumia akili. Hili sio swala la kuchekea, sio swala la kulifurahia, kwa sababu huyo ni kiumbe mwenzio, binadamu mwenzio. Kaa naye mshauri, achukue hata njia namna ya kuweza kujikomboa kwenye hilo. Mshauri, angalie namna gani ataweza kupiga hatua ili kujikomboa kwenye namna hiyo. Ni hayo tu. Diba Dibanji. Wewe ambao umenisikiliza baki nao. Wewe ambao utapuuza ila fikiria uzao wako. Wakiwa hivyo je, atuchambe tukizi. Waelewe.